Katika hali isiyo ya kawaida, tukio la kustajabisha limetokea hapa katika kituo hiki cha daladala kinachopakia abiria kutokea hapa wilayani Babati kuelekea barabara ya Singida na mikoa mingine, ambapo inadaiwa mama mmoja amemwachia ama ametelekeza mtoto katika kituo hiki kwa mwanamama anayefahamika kwa jina la Glory Lazaro. Mama huyo anasema alikabidhiwa mtoto huyo na abiria, lakini baada ya muda kwenda hakujua mama huyo ameelekea wapi. Mama huyo amewaomba wadau mbalimbali pamoja na serikali kuweza kuwasaidia, kwani mpaka hivi sasa yeye ana watoto 5 ambao anawahudumia. Mimi ni Juno Ladislauska, hii ni Wasafi Media. Nafanya kazi hapa TANESCO, kazi yangu ya machinga ya kuuza maji soda. Sasa jana kwenye muda wa saa 10 kuna mama alikuwa hapa kwenye benchi, akawa ana mtoto mdogo. Sasa nilipomuona na mtoto mdogo akaniambia naomba uniuzie maji. Nikampa maji, akaniambia mtoto wangu analia, ngoja nataka nimwagilie maji, atakuwa na joto. Twende ukanisaidia kumwagilia. Nikaenda nikamwagilia pale nyuma. Nilipomwagilia pale nyuma nikamwambia basi mbona mtoto amebabuka, hebu lete mafuta tumpake. Akaja hapa akaleta mafuta, akanipa yale mafuta. Mimi nikaona kwa kuwa na mimi ni mama, ngoja nimpake. Nikampaka mtoto, nikamaliza. Nilipomaliza nikamwambia basi baridi, lete nguo tumvalishe. Akanirushia suruali, nikamvalisha. Akanirushia sweta, nikamvalisha. Haya, nikamletea hapa hivi, nikamwambia gari nimekuja, basi mchukue mimi nikauze maji. Akamchukua akambeba mgongoni. Gari la kwanza likaja, nikauza maji, nikaenda nikakaa kwenye benchi. La pili nikauza maji, wakati narudi akaniambia usikae huko, njoo hapa hivi. Nikaja nikakaa, akaniambia naomba unishikie mtoto niende msalani. Nikamwambia basi mlete, mbona amelala? Akaniambia yeye amelala, nishikie niende msalani na kuja sasa hivi. Basi mimi nikamshika mtoto, mama akaenda msalani, hakurudi. Tukaanza kuulizana hapa, mbona huyu mama kaniachia mtoto hajarudi? Haya, twende tumuangalie. Nikamwacha hapa, nikaondoka na mtoto wangu na angalia huyo mama simuoni. Basi ikafika saa 12 nikaenda kuripoti kituoni. Ndio kituoni wakaniambia nenda kalale na mtoto, urudi kesho asubuhi, ambao ni leo. Asubuhi nikaenda, wakaniambia nirudi tena kesho tuende ustawi wa jamii, wakanikabidhi mtoto. Sasa sijajua jinsi kutakavyoendelea huko mbele. Mtoto ana miezi 4 na ni wa kiume. Mimi naishi hapa na Ngara Babati na watoto 5. Wakubwa wawili, watoto wangu tuseme ni wakubwa, wadogo ni mmoja tu. Nilishtuka sana na nilijisikia vibaya, hata usiku sikulala. Nilikuwa nalala na muangalia mtoto hivi, nasema kweli sisi wanawake kweli Mungu tu atusamehe. Maana mtoto huyu ni mdogo sana kumwacha yani. Pengine kwa sasa hivi unamhudumiaje kutoka jana mpaka leo? Nampa maziwa, maana hata jana aliniachia kale kakikombe kakumnyonyeshia na maziwa. Mimi nilichofanya nikaenda kumwaga yale, nikanunua mengine, nikaanza kumnyonyesha. Kwa muonekano huyo mama mwenye mtoto yukoje? Ukimwangalia yuko sawa kiakili, pengine ukimwangalia yuko sawa? Kwa mama yuko sawa kabisa. Hana shida yoyote, maana alikuwa na pochi na alikuwa na hela na alikuwa na simu kubwa na ndogo. Na wakati anaenda kukojoa akachukua simu yake, pochi yake akavaa. Nikamuuliza mbona unaenda na pochi? Akaniambia pochi yangu ina hela, kwa hiyo siwezi kuacha, naondoka nayo. Yaani hamna kitu chochote alichoacha zaidi ya madaso na chupa na poda na mafuta mgando kwenye mfuko. Aliniambia anasafiri kutoka Arusha anaenda Mwanza. Mimi nilikuwa naomba serikali kama wanaweza wanisaidie jinsi ya kumwezesha huyu mtoto mpaka akue. Mungu yani wanisaidie, na waomba tu wanisaidie. Jina naitwa Aisha Matiku. Ni mfanyabiashara mdogo mjasiriamali. Kwa kile nilichokiona mimi, yule dada alikuja hapa akakaa kama msafiri, akawa anasubiri usafiri. Ila mimi nilipomuona huyu dada alikuwa na wasiwasi. Alikuwa na wasiwasi sana. Kila alipokuwa amekaa na mimi nilipokuwa nimekaa, nikijaribu kumtazama, tukitazamana anarudisha macho pembeni. Sasa mimi nikawa na wasiwasi kwamba huyu dada ana shida gani?
Sikupata kumuuliza kwa sababu sikupata kusogea kumuuliza kwa sababu nishamuona yuko na nani? Yuko na mwenzangu. Nikasema mwenzangu akishaanza akimaliza kuongea naye nitamuuliza kwamba mbona yule dada ana wasiwasi. Ila nilichokisikia kwamba aliuliza na mwenzangu kwamba dada, mbona umnyonyeshi mtoto? Akadai kwamba mtoto si wa kwangu, mtoto ni wa mdogo wangu. Mtoto wa mdogo wangu. Alijifungua akafariki. Kwa hiyo mimi ndo nafanyaje? Ndo nakaa naye. Kwa hilo tu nalo lijua. Asanteni. Lililotokea hapa kwa wanawake wanayejizalishwa ovyo. Kama mtu hawezi kutunza mtoto anabeba mimba ya nini? Na kama mwanaume anajua kabisa uwezo kalea mtoto, kwa nini umbebeshe mtoto watu mimba? Hapo unakuja kuterekeza mtoto kama huyu. Mtoto kama huyu ana changamoto yoyote, nani gani, ana laana gani labda mpaka unakuja kumtupa mtoto kama huyu? Unakuja kuipa serikali tabu tu. Kwa hiyo mimi ningependa kuiomba wanaume wanayekuwa na tabia kama hizi ambao hawezi kutukana na watoto wa watu, wasio wanawapa watoto wa watu mimba.